Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi Tanzania linaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kulinda maisha ya watu na mali zao, sambamba na kuhakikisha hali ya amani, utulivu na usalama unaendelea kuimarika nchini. Pia limeendelea kuzuia uhalifu sambamba na kuwakamata wale wanaofanya makosa mbalimbali yakiwemo makosa ya kimtandao kama yale ya wanaoendesha makundi mbalimbali katika mitandao ya kijamii ya kuhamasisha uhalifu na kuwachukulia hatua kama sheria za nchi zinavyoelekeza. Aidha, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimekuwa vikifuatilia kwa karibu sana yanayoendelea katika mitandao ya kijamii na kwenye makundi sogozi, wakihamasisha yaita maandamano ya amani yasiyo na kikomo tarehe 9 Disemba 2025. Hicho wanachohamasisha na kukiita maandamano ya amani, mtu yeyote aliyewasikiliza na akaendelea kuwasikiliza wanahamasishana kufanya mambo yafuatayo. Moja, siku hiyo ya maandamano yasiyo ya kikomo, yani tarehe 9 Disemba 2025, wanaelekezana ambaye hajui kutumia silaha na hajapitia mafunzo siku hiyo asishike silaha, wawaachie waliopata mafunzo ya matumizi ya silaha. Kwa maana rahisi, watu hawa wanazo silaha za kutumia silaha za kutimiza lengo ambalo wamekusudia. Pili, kupitia mitandao na klabu mbalimbali za mitandao wanahamasishana ili kusiwe na shughuli yoyote itakayokuwa inaendelea. Tatu, pia wahakikisha wanaharibu na kuchoma moto minara yote ya mawasiliano ili nchi nzima ikose mawasiliano. Nne, wanahamasishana wahakikishe bandari ya Dar es Salaam haifanyi kazi, kwani watafunga barabara zote za kuingia na kutoka bandarini. Tano, sio hiyo na kuendelea, wanahamasishana wafunge barabara zote za kuingia na kutoka katika mipaka yote ili kuhakikisha hakuna anayetoka au kuingia nchini. Sita, wanahamasishana kama vijana wakapore mali za watu kwa sababu wanacho kisingizio kuwa wana njaa. Saba, uhamasishaji huo umekwenda mbali zaidi kwa kuhamasisha siku hiyo waende pia kwenye mahospitali ili kuzuia huduma kwa wagonjwa zisitolewe, kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. Nane, pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanawafuata popote walipo watumishi wa serikali ili wawadhuru. Tisa, wakati hayo yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii, tumesikia matamko mbalimbali na wanaoyatoa wanasema wanaohamasisha na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. 10, wapo wengine wameapa na kutamka watakapoandamana wasifike kwenye mitaa yao kwani watashughulikiwa ipasavyo. 11, wengine wanasema hawatakubali tena kupata hasara walioipata tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na siku zilizofuata, hivyo watahakikisha tarehe 9 mwezi wa 12 2025 na kuendelea wanalinda maisha yao, familia zao na mali zao ili asitokee mtu wa kuwazuia kuendelea na shughuli zao. 12, wengine wanauliza wanaohamasisha maandamano yasiyo na kikomo ni haki ya aina gani hiyo? Kwa sababu huwezi kujitangazia haki ambayo inavunja haki za wengine kwa kuwazuia wasiendelee na shughuli zao hasa zinazowapatia riziki ya kila siku. Kwani mtu anapotoka na anajishughulisha katika shughuli halali, ndivyo mkono unaingia kinywani. Ukinizuia kutoka unavunja haki zangu na unataka kuniua mimi na njaa pamoja na familia yangu au wategemezi kwangu. Maandamano yasiyo na kikomo maana yake unataka bidhaa zisifike kwenye masoko, halafu tule nini? Hayo ndiyo yanayoendelea na yanayohamasishwa kupitia mitandao ya kijamii na kwa njia zingine, na yanasikika kila siku na kila mtu, na yanaleta hofu kwa jamii.